Atakula. Labda kazi zingine za kudeki, sio chumbani kwangu, no. Kudeki barazani, labda kuwapa watoto nini chakula, hapo sawa. Na kufua kwenyewe anafua nguo za mtoto, si anafua nguo za mume wangu za kwangu, haiwezekani. Wanakuambia hivi mkata kwao mtumwa, na mimi siwezi kukubali kuwa mtumwa kwa sababu kwetu ni kwetu tu. Huyu anakuambia hivi, bila shaka ni Jesus. Sikutaki utambue. Sikutaki. Wewe kaa tu ukijua kwamba sikutaki, hata ufanye nini. Yaani mtu unakutana ni kinganganizi. Endelea tu kuwa kinganganizi, lakini sikutaki. Ninganganie lakini sikutaki. Nihonge ila sikutaki. Bora unganganie mtu unajua anakufaa. Unajua kufukuza. Adija, unajua wanawake wa siku hizi tunaonga sana. Kwa hiyo wewe onga, lakini mimi sikutaki. Hapana, mimi sionge jamani. Huyo ni Jesus anakuambia sikutaki utambua, na yaani anakupa ya kwako makavu live bila chenga. Unajua kuna mwingine anaenda huku lakini yeye anakupa straight. Ataki unafiki. Unajua pana wengine watu wana unafiki kwenye mapenzi. Na huyo unafiki kwenye mapenzi haipendezi. Wewe kama unamfuata mtu, usimfuate mtu kwa kumprofite vile, yani kwa matamanivu. Mfuate mtu, mpende mtu kwa kumpenda, yani kwa dhati kutoka ndani ya nafsi. Maana ukiingia katika hivyo utapenda wengi. Natumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM 94.9 jijini Bujumbura. Natumai na uko Black Media, Facebook, Instagram, YouTube mnatupata bila chenga yoyote. Ni wanawake watatu, njemba tatu ndani ya mic vile, ndani ya mjengo wa Radio Black FM. Na tunazoea kila siku tunatia mada mezani, na siku ya leo ni Ijumaa 3 ya tarehe 11 mwezi wa 7 2022. Yani nilendime vile na niwatakie tu Waislamu laidi njema inaendelea mpaka siku 4 vile. Hata basi ni wewe tuna uwezo wako. Ufuko unasemaje? Ulishaona. Na weekend ni kama imeisha jana, na hivi tumeingia kwenye shamsham za kazi vile. Na vile basi kama uko nyumbani burudika, uko nyumbani unafanya usafi, au uko kwenye soko tofauti, au uko unamwandalia husband au mpenzi chai, basi burudika na Black FM. Natumai Black FM iko sambamba na nyie, lakini ni wajuzi tu wale wasikilizaji labda leo ndio wamefungua Radio Black FM. Na leo bila shaka leo watakuwa wengi wamekaa chini, kwa sababu wiki ile iliyopita watu walikuwa na mashamsham mengi, wanatafuta nguo za laidi, wanatafuta kichinjo. Matumaini kwa leo wako free, wanatusikiliza kupitia 94.9. Na nituwajuze tu kama hiyo tarehe 6 mwezi huyu wa 8 unakuja 2022 patakuwa uzinduzi rasmi wa Black FM Radio. Natumai itakuwa kwenye Start Intare, na patakuwa wasanii tofauti kama zaidi wa wasanii 30 na patakuwa tu mambo tu mazuri, na kiingilio tu ni bure. Miguu yako kama kiingilio unajua ni pesa. Usiseme kiingilio, kuingia ni bure. Ni wewe na miguu yako. Ukikosa jicho wanakaribishwa wote kwa wote, wale wote Bujumbura nzima na mikoani wote Burundi nzima. Tutawakaribisha, hatubagui wala hatuchagui. Acha basi tupande na mada vile, maana ni watu wako wanatusikiliza na hivyo wako kwenye leo watatoa mada gani hizi njemba tatu, wanawake watatu vile. Basi nikujuze tu msikilizaji wetu Dolphine, basi panda na mada, lakini natakiwa upande na ngazi ndugu yangu, usianguke. Taratibu. Basi kama kawaida yetu ni kipindi na mada, na mada yetu ya leo ni hivi: ni kweli madada wa kazi huwa ndio walezi na watunzaji wakuu wa nyumba? Hivi ni kweli madada wa kazi huwa ni walezi na watunzaji wa nyumba? Na wadada wa kazi pana wengine hawajui, wajozani dada labda hivi tuseme wafanya kazi. Ukisema wadada wa kazi unamaanisha wafanya kazi. Mimi niseme tu kwa mtazamo wangu, mimi Charmante, ndio maana kama hapa mtu unajieleza
unawaelekeza kazini, unawaachia majukumu yote wafanyakazi, sio mfanyakazi tu mwanamke au mwanaume, wote kwa jumla. Maana hapana, wengine wanatumikisha wafanyakazi wanaume vile, yani yeye ndio anafanya usafi kila kitu ndani, yeye ndio anawapatia watoto chakula, yeye ndio anakuwa care sana. Wewe unakuwa unakuja usiku umechelewa nyumbani. Sasa mwe mtazamo wenu basi. Hebu tumsikilize kwa upande wake Dolphina ana mtazamo gani? Mimi niseme tu hapana. Kwa Kivipi? sababu mfanyakazi ana muda. Mfanyakazi yuko na muda wa kukua na we pale. Ndio. Kwa sababu unagumuka unaenda. Ule mtoto wako ashazoea mfanyakazi, utafanyaje? Inabidi sasa we mama ndio ujitume, muda mwingi ukue juu ya mwanao. So mwache mfanyakazi vitu vyote. Kwa hiyo wafanyakazi wanatusaidia, ila kuna muda mwingine vingine unavifanyia. Usivuki mipaka. Poko mwingine anahitaji hata mfanyakazi ya nini hii amtandikia hadi chumbani kwake. Unaona hiyo haki kabisa haipendezi. Mfanyakazi afue nguo zake za ndani, inapendeza kweli? Haipendezi. Ndio maana mimi niseme tu, sidhani kama mfanyakazi ni mlezi anaweza kutunza nyumba. Sio sana. Ni kweli, lakini kwa upande wangu mimi Rahma Othmani, Dolphina, ni kweli siku hizi wafanyakazi ndio hapo kipaumbele sana katika nyumba za watu. Mimi sijakataa, ni uvivu wa mama. Uvivu wa mama aje Dolphina. Mimi nafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi na Jumapili ndo niko free. Haya, hizo Jumatatu mpaka Ijumaa nafanya kazi nani? Unajipanga. Alafu mimi naweza nikasema hapo, japokuwa wafanyakazi wanatusaidia, lakini wewe kama wewe mwanamke yani jicontrol na kazi yako, na ujicontrol yani na kuwa care na mume. Usimpatii yani mfanyakazi akakuwa na nguvu kwa mume wako. Hapana, kuwa na nguvu kwa mume wako kivipi? Yeye yani hata unakutana mwanamke yani anataka mfanyakazi njoo apike chakula cha mume. Haiwezekani. Unasikia wewe? Haiwezekani. Utampokeaje mume wangu? Mfanyakazi anaingia chumbani anatandika. Unajikutana wengi wanaume yani wanaingia kwenye yani fikira zingine. Unakutana mwanaume husband wako anafuatana na mfanyakazi. Kwa sababu kila kitu umemwachia. Unaona majukumu yote. Kama kutandika kitanda, ndugu yangu, sinaamka asubuhi mapema natandika kitanda changu. Haya, kama hicho chakula na usiku napika chakula cha mume wangu cha asubuhi, hawezi kula. Atakula. Labda kazi zingine za kudeki, sio chumbani kwangu. Kudeki barazani, labda kuwapa watoto nini chakula, hapo sawa. Na kufua kwenyewe, anafua nguo za mtoto, si anafua nguo za mume wangu za kwangu, haiwezekani. Kuna vitu vingine si vya kumpa mfanyakazi, haipendezi. Unakuta unampa mfanyakazi hadi chupi na kufolea. Afu mtu mzima una akili zako timamu, haipendezi. Tutakiwa tuwaheshimu. Na wenyewe ni wanadamu. Tuwape heshima kama watu. Ndivyo nilivyosema mimi, kuwa kipaumbele sana usimpi mfanyakazi. Japo ni mfanyakazi unamlipa. Kuna mwingine anakuambia hivi, lazima nifanye vyote kwani sinamlipa hela. Hakuna ile kukataza, ndugu yangu, unamlipa hela, lakini usijipe ile majukumu ya moja kwa moja hata kama unamlipa hela. Na yeye ni matatizo amemfanya mpaka aende kuwa mfanyakazi, lakini usimtese kiaina hiyo. Na ndio maana unakutana yani wewe unajitia ndani malaika, alafu umetia mguu wako juu kwa wengine huko barazani. Hata kitu kiko karibu yako unamwambia, unamuita mkobwa Ingo njoo hapa. Unaona? Anakutolea kuchukua yeye kutoa. Yani hata mume anamwambia hivi, nitilie maji yani maji ya bafuni, lakini anampatia nini mfanyakazi ampelekee. Unakutana kama ile esume yani taulo yani mke ndio anastahili kuifua, lakini anafua mfanyakazi, lakini anamwambia hivi, mpelekee iko dusheni, mpelekee hiyo esume. Wewe kama wewe mwanamke unataka nini? Sasa wewe unakubali ampelekee hiyo nini taulo? Sasa kitakachofuata
wanakuambia ni ITV. Usilie na mtu, lia na mwenye akili zako. Uwezi kumwambia fanya kazi eti ampe taulo mume wako hali yako iko bafuni. Haipendezi. Toka mwenyewe ndani. Na ndio maana tunasema wafanyakazi sio walezi na watunzaji wa nyumba. Lakini mimi nataka kusema Adolphine, mfanyakazi ni mlezi wa watoto. Kwa sasa hivi ni mlezi wa watoto, lakini kwa wengine, kwa kusema kwa mume haipendezi. Na mimi hapo nigusie, ni mlezi kwa watoto. Lakini unaona pana wafanyakazi wanazidiana, unakutana yale maziwa ya mtoto yeye nje anayanywa. Unakutana unaona video nyingi tunaona kwenye WhatsApp. Unaona? Yaani mfanyakazi anampiga mtoto. Yaani unakutana mtoto analia ya maajabu. Unajua hiyo inatokana kwa sababu gani ya nani Charmante? Unakaa na mfanyakazi, unamlea vizuri, unamlea kama mdogo wako mlotoka tumbo moja, atakufanyia hivyo. Lakini ukimlea wewe usiende huku, pita huku, yaani unamkaripia kila muda, unampa ile roho mbaya kwa mtoto. Mimi sio kama na support, lakini ni kutokana na ile kuwalea, unamlea vibaya ule mfanyakazi. Unafikiri atakupendelea watoto? Mfanyakazi siku ya laidi humnunuli nguo, humpe chakula. Unaweza ukapika chakula chako labda kuku na wali, sawa, wewe na familia yako. Mfanyakazi anasonga ugali na maharage, inatakiwa hiyo. Kwanza unapata dhambi. Atakupendea watoto. Kumbe umpende ule mfanyakazi na yeye atakupendea watoto, lakini usipompenda hawezi kukupenda. Hata mimi siwezi kukupenda. Kwanza hapo kusikana na chakula, wewe unakula chakula kizuri alafu wewe mfanyakazi unampatia chakula kingine. Na sasa hivi kwanza dini inatuambia unapata dhambi, maana kile chakula ni cha kupita. Leo nakula hiyo kuku, leo nakula hiyo nonzi, unakula samaki, baadaye sio kesho huyo muda unaenda. Lakini tuchukue wafanyakazi kama vile tu watoto wa nyumbani, kama walezi tu bora, na vile mfanyakazi anaweza kufanyia kitu kibao kafa. Maana wewe yeye mfanyakazi unamwachia, wewe unaenda kazini unamwachia chungu. Na tusiwachi vyote kama tunavyosema, tusiwachi vyote hadi mume unakutana anaachiwa mfanyakazi. Jamani, mimi kitu ambacho labda nataka ni shauri watu ambao wanawafanya kazi, wawatreat vizuri.